sina time, hata naona ni kama hajakufa. Nikimuona hapa kwa picha, mimi naona kama bado ako hai. Hapa naona still ni kama ako hai, still ako hai. Mimi ninatoa pesa, ndio natoa pesa, niko na statement hapa za pesa, mamilioni ya pesa nimetumia kwa watoto wangu, lakini Tash pamoja na Betty Bayo ndio wanakaa na hao watoto katika nyumba yao. Mimi huanga na wachukua alafu na warudisha. Kwa hivyo I give credit kwa Tash pamoja na familia, na ninalia pamoja na Tash. Kwa hivyo wakati watu wanasema Kanyari ana mourn kuliko Tash, kila mtu ako na style yake ya kumourn. Mimi nakuaga niko na emotion sana. Yangu ni Prophet Victor Kanyari ama Baba Sky na Baba Dani. Nimekuwa na official briefing leo kwa sababu ya mambo ambayo yanaendelea katika social media na hayanifurahishi na yanasikia moyo wangu nina breed na niko na uchungu sana. Kwa sababu katika culture yetu hatuongeleleangi mtu ambaye amefariki. Katika culture yetu huanga hatuongei kinyume ya mtu ambaye amefariki. Kwa hivyo mimi nasikia moyo wangu kuwa na huzuni wakati ambapo tunapata nguvu ya kuongelea mtu kama Betty Bayo ambaye aliguza mioyo ya watu, ambaye aliimba nyimbo watu wakaokoka, ambaye aliimba nyimbo tukampenda. Betty Bayo was everything. Ningeambua nitoe hata billions of shillings, ningetafuta ndio Betty Bayo akuwe hai. Lakini Mungu alimpenda zaidi na akamchukua. Kwa hivyo ni wakati wa kuongea mazuri ya Betty Bayo, wala sio mambo mabaya ya Betty Bayo. Kitu ya kwanza ambaye nimesikia ikiongelelewa, kwa nini Kanyari ana mourn sana, ama kwa nini niko na uchungu sana kuhusu kifo cha Betty Bayo hata kuliko kila mtu. Wacha nikwambie ni kwa nini niko na uchungu. Mimi si wala wanaume ambao ukiachana na mtu unaongea kinyume cha watu. Hii kanisa yangu nimekuonesha mpaka ex wangu, wengine nikiwa support na wabiashara. Mimi si wale watu ambao wana neglect wanawake. Mimi si wale wanaume ambao unaweza kuacha mwanamke na uongee kinyume chake. Huyu mwanamke alinizalia watoto wawili. Kama angekuwa ananichukia, hangenizalia hawa watoto. Kama angenichukia, hangenizalia hawa watoto. So alikuwa ananipenda. Na ukitaka kujua ya kwamba nilimpenda Betty Bayo, angalia vile nimesomesha watoto. Watoto wanaenda international school, wanaenda shule za bei kali sana. Na nawapeleka huko kuonesha upendo wangu kwa Betty Bayo. Kutoka tuachana na Betty Bayo, mimi sijawahi oa. Sijawahi kuwa na mwanamke. Sijawahi kuoa, si move on, niko mpaka leo hii. Kwa sababu ninapenda watoto wangu, napenda mama yao, na nikaenda mpaka kupendana na bwana ya Betty Bayo. Tash ni rafiki yangu. Sasa kuona watu wakiongea kinyume cha Tash, I don't want. Tash is my friend. Atujuani, mimi sijui Tash, lakini Betty Bayo alisababisha tujue Tash. Betty Bayo alisababisha nijue Tash. Na kama sio Tash, pengine watu wangu wangekuwa na shida hata wao. Lakini huyo mzee ambaye anaitwa Tash nampatia heshima. Na nampatia heshima ni kwa sababu ameniangalilia Sky, ameniangalilia Dani. Mimi ninatoa pesa, ndio natoa pesa, niko na statement hapa za pesa, mamilioni ya pesa nimetumia kwa watoto wangu, lakini Tash pamoja na Betty Bayo ndio wanakaa na hao watoto katika nyumba yao. Mimi huanga na wachukua alafu na warudisha. Kwa hivyo I give credit kwa Tash pamoja na familia, na ninalia pamoja na Tash. Kwa hivyo wakati watu wanasema Kanyari ana mourn kuliko Tash, kila mtu ako na style yake ya kumourn. Mimi nakuaga niko na emotion sana. I'm very emotional, hata najicontrol. I'm very emotional. Mimi siwezi taka ex ambaye alikuwa wangu hata wa shule akapata shida, I will come through. Ex hata wa shule akapata shida, akuwa hospitali, tutachanga aende India. Na ndio maana nasikia uchungu sana wakati watu kama kina Ngaruya wanasema walikuwa wananitafuta na hawakunipata. Ni vibaya sana. Tuache kucheza na legacy ya Betty Bayo. Mimi hamna mtu alinitafuta. Betty Bayo amegonjeka 2 weeks na sikuambiwa. Nobody told me. Kama ningeambiwa, ningepigana usiku na mchana, lakini sikuambiwa. Niliambiwa wakati amefariki. Na ndio maana niko so emotional. Ndio maana niko na uchungu. Sitaki kumuongelea, ndio maana niko na uchungu. Maana afadhali ningeambiwa akiwa hospitali. Kama ningeambiwa, singekuwa na ile uchungu.
ambayo niko naye. Wengine hawako emotion, maana walimuona akiwa katika process ya kugonjeka. Mimi sikumuona katika process ya kugonjeka, nimeoneshwa akiwa amefariki. Wale wanasema Pastor Kanyari hakuwa anapenda Betty Bayo. Nilimpenda, lakini nilimpenda nikijua ako na mume wake. Kwa hivyo katika upendo wangu kulikuwa na mipaka. Nilimpenda nikijua ako na mume. Na mimi sikuacha Betty Bayo. No, Betty Bayo ndiye aliniacha. Mimi sikumwacha. Mimi I never left Betty Bayo. Betty Bayo ndiye aliamka asubuhi moja akaniambia the relationship is over. Na nikaheshimu hiyo. Na hata baada ya hiyo nikaendelea kumsupport na kuongea naye kwa simu. Tulikuwa naongea na Betty Bayo hata 30 minutes tunacheka. Tunacheka, hata alikuwa ananiita Baba Sky. Hai Baba Sky. Tunacheka. Lakini nilikuwa na mipaka, nikijua ni bwana ya mtu, ni bibi ya mtu. Na niliheshimu hiyo. Na ndio maana Sky wakati aliniambia daddy kuja usalimie, alikuwa mimi naitwa baba, maana mimi ni Mwafrika original. Lakini daddy akona kakizungu kidogo, kwa hivyo yeye ni daddy, mimi ni baba. Ndio maana Sky alipokuja akaniambia kuja ukutane na daddy, nilia nikasalimia daddy. Yaani Sky ndiye alisababisha mimi na Tash tupendane. Na Tash hakuna mahali amenikosea, hata mahali pamoja. Tumeshirikiana naye katika mazishi. Mimi chenye tu ningetaka kusema, Tash, vile tulielewana na wewe, tulikuwa tunaelewana wakati mama alikuwa hai. Tuendeleshe hiyo. Tusije tukapigana hapa ama tuje tukosane. Mimi nimeheshimu kila kitu, na nikiona kuna mahali navuka mipaka ninajiondoa. Na ningependa kusema social media tafadhali, wacheni huyo legend apumzike salama. Asante sana. Labda kama kuna swali. Pengine mtu anaweza jiuliza mbona ushirikiani na wengine pengine kwenye matanga? Nashirikiana na wengine katika matanga, ninaongea na committee kwa simu, ninaenda huko, lakini sometime ninaona nikienda sana watu wanasema ni mimi napewa attention sana. So sitaki isemekane napewa attention sana, Pastor Kanyari napewa attention sana. No, that's why nimehold matanga hapa kanisani. Kila jioni tuko na matanga hapa. Na kule Kiambu kutakuwa na candle lighting. Siku ya Sunday kutakuwa na candle lighting. Na sisi tutakuwa na candle lighting hapa ya TikTokers wote na watu wote wa Facebook na marafiki zangu wote wa Prophet Kanyari. Watakuja tuomboleze Betty Bayo siku ya Jumatatu. Siku ya Jumatatu TikTokers wote, Facebook wote waje tuomboleze Betty Bayo hapa kanisani Salvation Healing Ministry. Monday ni siku ya Betty Bayo. Watu wasijiulize kwa nini Pastor Kanyari anaomboleza. Raila Odinga anaombolezwa mpaka sasa, maana alikuwa mtu mkubwa. Tunamuomboleza Betty Bayo, tutamuomboleza Betty Bayo. Mimi nitamuomboleza Betty Bayo mpaka siku ile nitakufa. Maana alikuwa mama wa watoto wangu. Watoto wangu wataomboleza mama yao mpaka siku ile watakufa. Wao watu wengine unawaona huku wataomboleza alafu kisha wasahau. Lakini mimi ambaye alinizalia watoto wawili nitamuomboleza mpaka kufa kwangu. Watoto wangu Sky, Dani atamuomboleza mpaka kufa kwake. Na mimi nashangaa kwa mitandao. Watu wanajitokeza, wanasema mimi nitakaa na Sky. Yaani watu wameanza kugaana watoto wangu jameni. Wameanza kugaana watoto wangu. Mama hayuko, sasa mnataka kuninyang'anya watoto. Nafurahi ni kwa maana Betty Bayo alifanya cooperating iwe very easy. Alikuwa ananipigia simu, ananiambia Kanyari kuja. Hata mtoto akigonjeka ananiambia kuja, mtoto ni mgonjwa. Mtoto akienda hiyo shule alienda ambaye ni very expensive, yeye ndiye alinipigia simu akaniambia wewe ipeleka mtoto shule nyingine ambayo iko juu kidogo. Nikamwambia ni sawa mama, hakuna shida. Nilikuwa namuita mama na yeye alikuwa ananiita Baba Sky, lakini nilikuwa naangalia mipaka yangu, maana nilikuwa najua ya kwamba kwa sasa sio mke wangu, ni mke wa Tash. Lakini siwezi acha watoto wangu ati kwa sababu mke wangu ameolewa. No. Siwezi kuacha Sky, I rather die. Siwezi kuacha Dani, I rather die kwa sababu ya watu. Siwezi kumwacha. I can't. Hakuna siku nitaacha watoto wangu. Kazi ambayo nafanya, bidii ambayo ninaweka ni kwa ajili ya Sky na Dani. Hakuna siku nitawaacha. Na hakuna siku ambayo nitasema Tash asikuja kusalimia Sky na Dani. Ameruhusiwa kabisa, na Tash is my friend. Na aheshimiwe. Everybody, you have to respect that man. Amekaa na mama ya watoto wangu, na amekaa na watu wawili.
hata kama pengine labda hakuwa anafanya mambo makubwa, lakini alikuwa anawafanya guideline. Si mara moja nimeona Tash akiambia Dani, stop that, don't do that. Mimi sijui kukemea mtu, sijui kukemea, mimi sijui. Mimi hata mtoto wangu Sky, nilikuwa na Sky jana akaniambia, dadi utatuweza? Nikamuuliza kwa nini, akaniambia Dani anatakaga anakemewa na anaambiwa makosa yake. Nikamwambia wewe sina hiyo kipawa, lakini niliona Tash siku moja step further akikemea Dani akimwambia don't do that, na Dani akamsikia. So kwa nini siheshimu mtu kama huyo? So mimi ningependa kusema wanaume wote wale wamezaa nje, any man learn from me, learn from me, learn from me. Nilisaidia Betty Bayo akiwa ndani ya ndoa, na Betty Bayo hakuniambia atarudi kwangu, na sio mimi niliacha Betty Bayo. Kwa hivyo nilikuwa na right ya kukasirika. Yeye ndiye aliamka asubuhi akaniambia it's over, it's over, it's over, na akaenda, na nikasema it's okay, na nikakubaliana na maamuzi yake, maana mimi siwezi wa mtu. Nikakubaliana na maamuzi yake, na kidogo kidogo nikaona wamefanya harusi na wameoana, na mimi nikakaa mpaka leo hii nimekaa. Hata saa hii nikienda kumzika mama ya watoto wangu, sitamzika nikiwa na bibi, nitamzika nikiwa peke yangu, kwa sababu I waited, but I thank God kwa sababu ya whatever is going on. She's a legend. Tuendelee kumuombea, tusimame na hiyo familia, na hata hiyo candle lighting twende na Monday tukuje hapa, na wengine hata wale wa Kisumu muomboleze Betty Bayo, wale wako Nyeri akisheni mioto kwa barabara, akisheni candle kwa barabara mkimuomboleza Betty Bayo, wale wako Nyahururu wa muomboleze Betty Bayo. Kama unajua nyimbo zilikuguza za Betty Bayo, muomboleze kila mahali. Watu wanasema eti Kanyari anapata attention mingi, lazima tumuomboleze Betty Bayo. Wacha tupate attention tusipate, but Betty Bayo anafaa kuombolezwa na kila mtu ndani ya nchi mpaka nje ya nchi, maana ameimba mpaka Amerika, ameimba mpaka Australia. Tunapaswa kuona kila mtu katika social media akiomboleza Betty Bayo. Ni kuhakisha candle tu na tunamuomboleza. Saa ila anaombolezwa. Sisi tuna right, mimi nina right ya kuomboleza mama ya watoto wangu wawili ambaye alinizalia watoto wazuri, wengine wakiwa hawako, yeye akanipatia watoto. Asante sana. Swali lingine ambalo ningependa kukuuliza niko na maswali mawili kwako. La kwanza ni watu wengi wamekuwa wakisema ya kwamba unalipa watu wa media wakufuate. Wengine wanasema ya kwamba unatengeneza content. Hilo ni la kwanza. La pili, uhusiano wako ni uko namna gani katikati yako na ile kamite ambayo inatengeneza mazishi ya Mama Sky? Na wengi pia wanauliza kwa nini hujaonekana kule Bruce Springs kama ilivyo officially pale ambapo walipo. Tafadhali. Ya kwanza yenye ningependa kujibu ni hiyo umesema ya kwamba uhusiano wangu na kina Ben Gedhae ni uhusiano mzuri. Wananipigia simu, wananibrief. Hata leo sijaenda, lakini wamenibrief what is going on. Kwa hivyo uhusiano wangu pamoja na ile committee ni nzuri, na nimekuwa na watoto, nimeongea na wao, sijawaeka katika kamera kwa sababu kwa sasa sioni ni vizuri kuchukua watoto wangu niwaeke katika kamera, lakini nimeongea na wao and they are happy. Another question kama nimesahau? Hiyo yenye nimeuliza, watu wengi walisema ya kwamba tunatengeneza content na tunalipa watu wa kamera ili wakufuate. Huwezi tengeneza content na kifo ya mtu. Lakini lazima ni msherekee Betty Bayo. Kuna watu wamesema pastor analia, anakuwa over emotional na yeye sio bwana ya huyo. Hata mimi najua Betty Bayo si bibi yangu at the moment. Hata mimi najua. But kila mtu ana njia yake ya kuomboleza mtu. Huyo mama alinizalia watoto wawili. How do you expect mimi nikosa kuomboleza? Lazima niomboleze. So wale wanasema kwamba Kanyara no, mimi nilimpenda Betty Bayo. Na kama singempenda, singesomesha hawa watoto. Nilisomesha watoto maana nampenda, na nitazidi kumpenda hata miaka 1000 inakuja. Na kupenda Betty Bayo si kumaanisha nachukua nafasi ya mume wake. Niko pale kwa ajili ya hawa watoto, na siwezi toka hapo. Hata wakati wa mazishi nitakuwa hapo kwa ajili ya hawa watoto. Hata kutokee nini nitakuwa hapo. Hata Tasha niite aniambie kuja, nitaenda, maana alikuwa mume wa Betty Bayo. Je, wewe uliweza kujua ugonjwa wa Betty Bayo kabla hajaga? Mimi hiyo kitu inanikasirisha. Ningependa kusema wale walikuwa karibu na yeye, hata wao walikuwa na makosa. Kwa sababu ugonjwa wa kansa sio ugonjwa ambao utagonjeka siku moja.
Ugonjwa wa kansa ni ugonjwa ambao unakaa kwa mtu kwa muda mrefu. Kwa hivyo kuna maanisha ya kwamba kuna negligence, ama kuna kutokuwa serious, ama kuna watu wamezembea. Maana mimi ati mtu amejulikana ako na kansa anakufa after 2 weeks. Kuna kasoro hapo. Kuna kasoro hapo, maana huyu mtu angekuwa Betty Bayo si mtu wa mtu mmoja. Betty Bayo is a national figure, ni mtu mkubwa. Kwa hivyo tungekuwa tumeelezwa, tungekuwa tumempeleka India, tumengangana na yeye, maana kansa haiui mtu na wiki mbili, hiyo tunaambiwa. Kansa iwezi ua mtu na wiki mbili. Kansa inauaga mtu baada ya miaka 20 ama miaka 30. So ni kumaanisha ya kwamba huyu ni mtu ambaye alikuwa amekaa na hiyo kansa kwa muda mrefu. Kwa hivyo wale walikaa karibu na yeye wangefaa kuangalia mood. Wangeangalia mood, wakiona kasoro ya mtu wampeleke for a check up, hata kama ni nje ya nchi, hata kama ni kuchanga tuchange, na pengine leo atungekuwa mahali tuko. Lakini hatuwezi kosoa kazi ya Mungu kwa sasa. Mmeongea maybe na Tash utachukua mtoto ama vile nitachukua, hatujaongea na Tash, sitaki kumharakisha. Saa hii Tash anamon. I don't want to hurry Tash kuhusu watoto, kuchukua watoto, kwa sababu sasa unaona mama yao hayuko na mimi tu ndio sisemi ya kwamba hakuna mtu mwingine anazalea watoto, kila mtu anazalea watoto, lakini ningekuwa mzuri nikae pamoja na watoto ndio niweze kuendelesha chenye ambacho mama yao aliwacha, ningangane. Sasa kuna watu wengi sana wanangoja kuona watoto wakiteseka. Nimesikia mpaka watu wakianza kusema kwamba watakaa na watoto wangu, wengine sijui watawafanyia nini. Ni kama mimi pia nimefariki. Nimeshangaa sana hiyo kitu jameni. Maisha haikui hivyo. Mimi ndio baba ya hawa watoto na sijakosa uwezo wa kujitafutia. Nitatafuta tu na nita make sure watoto hao watakuwa hali nzuri hata kuliko ile hali ambayo walikuwa wakati mama yao walikuwa hai. I will fight. Mimi najua kupigana, nitapigana. Wataishi maisha nzuri kuliko ile waliishi hapo mbele. Kwa sasa sijaongea na Tash. Tash tuliongea na yeye tukua KU mochari. Pengine yako busy na unajua saa hii yako na pressure, hata mimi niko na pressure. Hatulali, tunafanya kazi usiku na mchana. So siwezi kumlaumu Tash kwa sasa. For that. Another question. Unaweza finalize? Unaweza maybe kama wamepanga mambo ya mazishi ni lini? Mazishi imepangwa on Thursday. Thursday kutakuwa na mazishi Kiambu. Atazikwa Kiambu kwa shamba lake. On Thursday atazikwa Kiambu. Sote tutakuwa Kiambu pamoja na familia yake yote, tutakuwa huko tukizindikisha mwili wa mtu ambaye anaitwa Beatrice Mbugua ama Betty Bayo. Ni Kiambu, sijajua specific ni wapi, lakini ni Kiambu. Hapo ndiye atazikwa, sio vile Ngarui alisema. Tuacha kuwa tunaongea vitu mapema. Hata mimi nimenyamaza, sijaongea hizi vitu. Maana kuna komiti imechaguliwa. Hiyo komiti haiko pande yangu, haiko pande ya mtu yoyote, ni komiti. Tunaheshimu hiyo komiti. Vile inasema tufanye, ni hivyo. Juzi nilikuwa na swali nilikuwa nataka kuuliza komiti, wakaniambia ngoja. Na nikangoja. Maana ama chua person, mimi nina uchungu. Mimi nikwambia jana sijalala. Nimeota na Betty Bayo more than 3 times. Nimeota 3 times. Nalala naota, nalala naota, nalala naota, nalala nasikia naota nikiuliza mtoto wangu. Mtoto wangu akiniuliza mama ako wapi? Nimelala nikisumbuka mawazo. Sasa sina time, hata naona ni kama hajakufa. Ukimuona hapa kwa picha, mimi naona kama bado ako hai. Hapa naona still ni kama ako hai, still ako hai. Wengine watamsahau, lakini sitasahau mama ya watoto wangu wawili. Sky hata sahau mama yake. Dani hata sahau mama yake. Please, wananchi, tuombeeni mema, supportini familia. Betty Bayo ako na mama yake, na mama yake ni mzee. Ombeeni mama yake. Huyo ndio mtoto ambaye mama yake alikuwa anategemea sana. Ombeeni mama yake. Watoto hao wamewachwa, waombewe. Maana mimi ndio nimebaki kuwa biological father wao. Mimi ndio nimewazaa. Na tuko na baba ambaye pia ni baba mlezi, ambaye amekuwa pamoja na wao. Ombea huyo mzee ambaye anaitwa Tash. Pray for that man. Roho yake sio strong.
Mimi nimeshikwa na skando ya 310. Ninajua how painful it is wakati mtu anaendelea kupigwa. Let's pray. Na wale wanaenda huko waendelee kwenda. Wale wanakuja kwetu kusherehekea maisha ya Beti Bayo waendelee kuja, hata Kisumu, hata Eldoret, hata Kakamega, everywhere. Kwa sasa sina mengi ya kuongea. God bless you so much. Mungu awabariki. Awapenda na upendo wa Mungu. Asante. Kila kitu.